Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu mahali ulipo. Karibu tena katika ujumbe wa neno la Mungu. Basi leo tutaenda kuanza somo rasmi la nuru ya watu. Nuru ya watu ambaye ni Yesu Kristo. Kwa nini natamani tueleze habari ya nuru ya watu? Tunataka tuelewe nuru ya watu. Basi awali ya yote naomba tukaombe sote pia popote ulipo kwa ajili ya kipindi hiki. Baba mtakatifu, Mungu wetu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo Bwana, tunalitukuza jina lako tukikushukuru Bwana kwa ajili ya mema yote ambayo umeendelea kututendea. Asante kwa muda na wakati huu Bwana. Tunaomba katika yote tukazidi kukujua wewe Bwana, kupitia Roho wako Mtakatifu Bwana, akawe ni kiongozi, mwalimu na msaada kwetu Bwana, katika kutimiza mapenzi yako kwetu, katika jina la Yesu Kristo. Tunakualika sasa Bwana, ukawe nasi hapa chini ukitufundisha habari zako, tukujue wewe uliye uzima wa maisha yetu Bwana, kwa sifa na utukufu wako, katika jina la Yesu, amen. Karibu sana. Kuna umuhimu wa kuelewa kitu, kusudi lake au maana yake halisi, kuliko kuishia kulisikia jina au kuelewa tafsiri ya jina. Bwana asifiwe sana. Kwa nini? Kwa sababu jina huwa linabaki kuwa ni kibebeo cha kitu cha ndani. Jina ni kiwakilishi ya picha halisi ya ndani. Kwa mfano, mimi naitwa Shukuru. Basi nini ambacho kinawakilisha hilo jina? Unaweza kusema shukuru ni kumshukuru Mungu, lakini ukweli wa maisha yangu lazima sasa yawe na maana halisi ya hilo jina, ya kwamba niwe ni mtu wa kushukuru. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ndiyo ambayo kwa uweza wa Roho Mtakatifu tujue maana na jinsi ambavyo inamaanisha. Maana ya nuru ya watu, maana ya neno nuru ya watu. Tunapozungumza maana ya nuru ya watu katika hali ya kimwili, tunaita explanation, au unaweza ukamwambia mtu ni jinsi tunaweza kuelezea au kudescribe, wazungu wanasema. Bwana asifiwe sana. Sasa hii ni katika hali ya maana pia, lakini elewa ni katika elezo au maelezo ya kichwa au maelezo ya juu. Maelezo ya juu, sio ile maana au ile uhalisia au ile tunaita make sense ya ndani. Badala yake ni kwa picha ya nje tuna describe kitu. Okay? Nuru ya watu kwanza ina maneno mawili. Moja ni nuru, lakini pili ni watu. So tuanze na moja kisha tumalize ya pili wakati tunaeleza kuhusu hilo neno. Nuru maana yake ni mwanga. Ni mwanga. Kazi ya mwanga ni kuangaza gizani. Kazi ya mwanga ni kuangaza gizani. Kwa hiyo nuru ni mwangaza ulioko gizani. Ndio unapata kuona, ndio unapata kutambua. Kulipo na nuru, giza haliwepo. Kwa hiyo kulipo na nuru utaona vitu. Utaona njia, utaona kitu fulani. Utapata kuona. Bwana asifiwe sana. Kile tunapata kuona ni kwa sababu ya mwanga. Kukiwa na giza huwezi kuona kitu, maanake nuru haipo. Lakini kukiwepo nuru, basi unaweza kuona kila kitu. Tutaongozwa na neno la Mungu kutoka katika Injili iliyoandikwa na Yohana Mtakatifu, sura ile ya 1 mstari wa 1 hadi wa 5. Nitasoma. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno
alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Na mstari wa 5, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Palipo na nuru, giza halipo. Giza halipo. Ule mstari wa 5 unasema, nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Tunasoma pia katika Injili ile ya Yohana Takatifu sura ile ya 3 mstari wa 20 na 21. Biblia inasema, maana kila mtu atendaye mabaya huichukia nuru, wala haji kwenye nuru, matendo yake yasije yakakemewa. Bali yeye aitendaye kweli huja kwenye nuru, ili matendo yake yaonekane wazi ya kuwa yametendwa katika Mungu. Sasa unajua, watu wanaotenda mabaya, wanatenda mambo ya giza, hawataki yaonekane. Kwa nini tunaita mambo ya giza na kuna mambo ya nuru? Kwa sababu mambo yale ya giza, yaani watu wanataka yasionekane. Kwa hiyo hawezi kuja kwenye nuru. Kwani nuru itamuonesha kuwa wewe ni mtu mbaya. Lakini badala yake anaichukia sasa. Lakini kuna huyu mtu anayependa kutenda mambo mazuri. Mambo mazuri yanapendeza kuonekana mbele ya macho ya watu. Maana si aibu, maana hayatishi, maana ni sifa njema. Haya mambo yanaitwa mambo ya nuru. Kwa nini? Kwa sababu ni vema, kila mtu anayaona ni mema. Anasema mtu huyo huja kwenye nuru. Kwa nini aje kwenye nuru? Kwa sababu watu waone ya kuwa ametenda vema kama Mungu anavyopenda, kama Mungu anavyokusudia. Bwana asifiwe sana. Hiyo ni maana ya nuru. Maana ya nuru katika mambo ya hali ya nje. Okay, katika mambo ya hali ya nje, yani hali ya mwili, katika macho yetu, tunaweza kuitafsiri nuru namna hiyo. Ni namna sahihi kabisa na ni sawa kabisa. Na chanzo cha hii nuru ni nini? Chanzo cha hii nuru ni nishati. Either ni taa. Ni nguvu fulani ya nishati. Either ni taa. Taa inapomulika, hiyo taa ni chanzo cha ile nuru. Ni chanzo cha ile nuru. Bwana asifiwe sana. Na chanzo cha nishati ni Mungu. Chanzo cha nishati zote ni Mungu. Kwa nini? Tunasoma kuwa yeye ndiye muumbaji wa kila kitu. Katika kitabu kile cha Mwanzo, ile sura ya 1, katika uumbaji wa Mungu, tunaona anaumba nishati. Mwanzo sura ya 1 mstari wa 14 hadi wa 16 nitasoma. Neno la Mungu linasema, Mungu akasema, na iwe mianga katika anga la mbingu, ili itenge kati ya mchana na usiku, nayo iwe ndio dalili na majira ya siku na miaka. Tena iwe ndio mianga katika anga la mbingu, itie nuru juu ya nchi. Ikawa hivyo. Mungu akafanya mianga miwili mikubwa, ule mkubwa utawale mchana na ule mdogo usiku. Akafanya na nyota pia. Naona, kwa hiyo Mungu ndo alikuwa chanzo cha nishati kama nuru ya ulimwengu. Sasa tuje kwenye maana ya nuru kiroho. Maana ya nuru kiroho. Nuru katika hali ya kiroho. Hii sasa inamaanisha the sense. Inamaanisha maana ya lile jina kwa jinsi ya kuleta
matokeo, kwa jinsi ya matokeo ya kile kitu, uhalisi wa kile kitu cha ndani, uhalisi wa kile kitu cha ndani. Hii kwa namna nyingine inaitwa meaning. Meaning ndio unaweza kusema sense. Jina huwa linawakilishwa na matendo ya ndani. Usipokuwa na matendo ya ndani sawasawa na jina, hiyo haileti maana ya jina. Your action should be accompanied with your title in the name of Jesus Christ. Matendo yako yanatakiwa yaambatane na jina. Utashangaa, ndio maana Mungu alipokuwa akiwabariki watu alikuwa akiwapa majina ya baraka, alikuwa akiwapa majina, na sisi tunaitwa kwa jina la Yesu. Oh, haleluya! Tumepokea neema na baraka tele kupitia jina la Yesu Kristo. Kuna vitu vya ndani ya hilo jina. Amen. Sasa hali hii ya kiroho, tunapoeleza kuhusu nuru, tafsiri yake huhusisha mambo ya ndani ambayo huwezi kuyaona katika ulimwengu wa mwili. Although unaweza ukasikia, lakini tunaashiria nuru na kumaanisha katika ulimwengu wa kiroho. Katika ulimwengu wa kiroho, utanielewa. Mfano, unapozungumzia uzima au unapozungumzia elimu au unapozungumzia mafanikio, huwakilisha nuru fulani katika maisha yetu. Yaani mtu kuwa mzima, ile ni nuru, ni mwanga. Biblia inasema na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. So hata elimu pia, ile kutoa ujinga ni giza, lile ni giza. Kutokufahamu ni giza. Ndio maana unapopata ufahamu, ndio maana neno la Mungu, kumfahamu Mungu ndio uzima. Biblia inasema wakujue wewe Mungu wa kweli na wa pekee, na huu ndio uzima wa milele. Na huu ndio uzima wa milele, wakujue wewe. Kwa hiyo ni nuru. Uzima unapoingia kwako ni nuru. Elimu ile ya Mungu au elimu ya ufahamu wa jambo ni nuru, ni mwangaza kwako. Huwa inachukua uhalisia au inaonesha uhalisia wa nje kupitia jina. Otherwise it doesn't make sense. Tofauti na hapo, maana halisi itakuwa imepotea. Ndio maana hata toba yenu, Biblia inasema ilete maana kwenye maisha yenu, ya kwamba jinsi mnavyotubia dhambi zenu lazima muyaishi hayo maisha mnayohitaji mbele za Mungu. Tuje kwenye maana B. Haleluya. Watu, nuru ya watu. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Watu ni binadamu, ambayo hiyo ni kazi ya Mungu. Ni moja ya kazi ya Mungu. Watu ni binadamu wanaoishi katika ulimwengu Mungu aliyoumba na vitu vyote. Nayo ni kazi, wanadamu ni kazi ya Mungu, ni kazi ya mikono ya Mungu. Na tofauti yao hao wanadamu ambao ni viumbe wa Mungu, tofauti yao na viumbe wengine mpaka kufikia kuwa na nuru ya watu, tofauti yao inakuja kuwa wao ni watu. Watu ni watu wa namna gani? Kwani Mungu aliumba watu tofauti na wanyama na kila kitu? Kwa sababu Mungu aliumba kila kitu kwa ajili ya watu, kwa ajili ya watu. Aliumba dunia kwa ajili ya watu, dunia na kila kitu kwa ajili ya watu. Lakini watu pamoja na kila kitu ni kwa ajili ya Mungu, ni kwa ajili ya Mungu. Hao watu, sisi na kila kitu ni mali ya Mungu, ni kwa ajili ya Mungu. Tofauti yao iko hapo. Wala mtu hakuumbwa kwa ajili ya vitu, lakini vitu viliumbwa kwa ajili ya mtu.
lakini pia vitu viliumbwa kwa ajili ya Mungu. Sasa vitu na watu viliumbwa kwa ajili ya Mungu. Tofauti ya watu na vitu ni hiyo. Tunaposoma ile Injili ya Yohana tena, ambayo ni somo la kichwa chetu linachotutangulia katika mwanzo hata mwisho. Hili ni neno la msimamo, la msingi. Yohana 1:1-3 nitasoma. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni kazi. Watu ni kazi ya Mungu. Unaona, wala pasipo yeye hakuna ambacho kitu kilifanyika. Vitu vyote viliumbwa na yeye kwa kusudi lake, yeye Mungu. Yeye Mungu. Oh, haleluya. Lakini hivyo vitu vimeumbwa kwa ajili ya mwanadamu. Vitu vyote duniani ni kwa ajili ya mwanadamu pia. Ni kwa ajili ya mwanadamu pia. Mungu aliumba ili mwanadamu aweze kumtumikia katika mambo hayo yote. Ndio maana Adamu wa kwanza alipewa bustani aitunze, bustani ya Mungu aitunze na kutawala wale vitu vyote. Ilikuwa ni kuna makusudi ya Mungu humo. Sasa vitu vyote viliumbwa kwa ajili ya mwanadamu. Biblia inasema katika ile Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Unaona? Kwa hiyo wakati Mungu ameumba mtu, aliweza basi kuumba na kila kitu viwe sehemu ya maisha ya mwanadamu. Huyu mwanadamu pia au mtu amegawanyika katika sehemu kuu mbili: kimwili na kiroho. Kiroho. Tuanze na watu kimwili, nje, kimwili. Na maisha ya kimwili yana vipengele vyake pia, kama ambavyo tulisoma kama ambavyo tuliona kwenye nuru, kwenye kipengele cha tulivyokuwa tukieleza nuru katika hali ya kimwili. Na vivyo hivyo maisha ya mtu kimwili yana vipengele vyake na kiroho yana vipengele vyake. Sasa tukianza kimwili, ambayo ni maisha ya nje, yako namna hii. Mwili, ili kusudi uweze kuishi, kusurvive, unahitaji vitu kama chakula, unahitaji mavazi, unahitaji makazi, ulinzi, usalama wa hiyo hali yako ibaki kuwa sustainable, ibaki kuwa endelevu. Kuna misingi ambayo mwili unahitaji. Bwana asifiwe sana. Na huu mwili chanzo chake ni Mungu mwenyewe. Tunaona katika ile Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26 ya kwamba Mungu mwenyewe aliwaumba hao watu. Kwa hiyo katika hiyo hali Mungu aliwaumba hao watu. Mungu ni chanzo cha haya maisha ya kimwili katika dunia pia. Okay? Lakini tuje B, ambayo ni maisha ya kiroho. Mtu ni nani? Na kwa nini nuru ya watu? Kwa nini nuru ya watu? Tunahitajika kufahamu habari ya Yesu Kristo katika maisha ya watu, ukiacha vitu na kadhalika. Bwana asifiwe sana. Ndio maana tukaingia sasa kwenye kipengele cha kueleza habari ya watu. Kuna kitu cha kipekee katika maisha ya mtu, ndio maana tumefika kueleza habari ya tunataka kumfahamu pia mtu. Katika ulimwengu wa kiroho, Mungu alipomuumba mwanadamu alimtolea image yake, alijitoa kwake
alijitoa kwa namna gani? Katika ule mwili wa mwanadamu kuna kitu kinaitwa moyo, lakini ndani ya ule moyo kuna kitu ambacho kilifanya ule moyo uishi, ambacho kinaitwa nafsi. Ndipo Biblia nasema Mungu akampulizia mwanadamu pumzi ya uhai, pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Unaona, mtu akawa nafsi hai. Nachotaka kukuonesha ni nini? Ni ile nafsi hai ndani ya mwili wa mwanadamu, katika moyo wa mwanadamu. Kwa moyo unasimama kama ishara ya kuonesha nafsi iliyoko ndani ya mwanadamu. Nafsi ni roho ya Mungu, ipo pale. Roho ya Mungu ipo pale. Sasa maswala ya nafsi, roho, moyo, nikianza kueleza ni picha ndefu kidogo, lakini nataka kukuambia tu, neno akafanyika mwili, akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wa Mungu. Na maisha ya ndani ya roho huwa ndiyo yanayoleta maisha ya mwilini, yanayoleta maisha ya mwilini. Chanzo cha maisha ya roho ni Mungu, ni Mungu. Kwa nini? Kwa sababu tunaona jinsi ambavyo Mungu ndiye aliyeachilia pumzi yake na mtu akawa nafsi hai, na tukapata kuishi maisha ya mwilini pia. Roho ndio itiayo uzima, mwili haufai kitu, mwili haufai kitu. Iko namna hiyo, iko namna hiyo. Kwa hiyo hata mafanikio yako huwa yanaanza rohoni, yanaanza rohoni. Okay? Ukijijenga kiroho, roho inauisha mwili, inauisha mwili, inauisha mwili. Kwa nini? Kwa sababu roho ndio itiayo uzima, roho ndio itiayo uzima. Na Biblia inasema na Mungu atawauisha hiyo miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa yeye Roho wake Mtakatifu anayekaa ndani yenu. Na watu wanafikirigi maisha ya mwili yanaeleza hali ya roho. Maisha ya rohoni ndio yanaweza kupima maisha ya mwili, maisha ya mwili. Lakini maisha ya mwili hayawezi kupima hali ya rohoni, hali ya rohoni, hali ya rohoni. Niseme hivi, maisha ya kimwili unaweza kuyapima kiroho, ukatambua yani fake au original, au original, au original. Ile hali ya kwamba mtu ni maskini au tajiri haioneshi kimwili, haioneshi kuwa huyu mtu ana maisha, ana maisha, ana uhai, ana uhai. Kuna maisha ni fake. Mtu ana maendeleo lakini ni fake. Kumbe ndani yake hana maisha, ni kifo. Hana maisha, ni kifo. Okay? Lakini kuna mtu maisha yake anaonekana ni muhitaji, lakini ukiangalia huyu mtu kiroho yuko imara, yuko imara. Kwa hiyo mtu ana maisha, anaishi, ana maisha yaliyo na uzima, yaliyo na uzima. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo maisha ya kiroho yanapimwa kiroho, na maisha ya kimwili pia yanapimwa kiroho, lakini maisha ya kimwili hayawezi kupima roho, hayawezi kupima maisha ya kiroho, hayawezi. Ndio maana tunaweza kuzipima, na Biblia inasema zijaribuni hizo roho mjue ya kuwa zimetokana na Mungu au la. Maanake zile roho huwa zinakuja kana kwamba zina uzima, lakini kumbe zimekufa. Katika maisha ya mwili wewe unaona kama zina uzima, unaona tu zinatamka baraka, zinaonesha mali, zinaonesha mafanikio. No, zipime hizo roho. Unaweza ukashangaa umeingia kwenye kaburi kwa sababu limepambwa maua, kumbe ndani limejaa mifupa, limejaa mifupa. Bwana tusaidie sana, Bwana tusaidie sana. Juu limepambwa maua yanayoonesha kuchanua, lakini ndani hamna mizizi, hamna uhai, ni mifupa, ni mifupa. Kwa ukweli ni kwamba yale maua yatakauka, yatakauka. Kinachotia ustawi wa maua, wa mmea ni mizizi, ni mizizi. Ndio maana Yesu anasema kaeni ndani yangu, kaeni ndani yangu, maana ninyi ni kama matawi, hamwezi ninyi kustawi msipokaa ndani yangu, msipokaa ndani yangu. Lazima kiroho uwe mzima, uwe mzima. Na hii tunaona moja kwa moja ya kuwa maisha ya kiroho sasa mwili wake ni Yesu Kristo, ni Yesu Kristo. Ndio maana hapo anasema kaeni ndani yangu. Lakini maisha ya kimwili, maisha ya kimwili ndio huu mwili, na moyo ndio unakaa ndani ya huu mwili, ndani ya huu mwili. Lakini roho yenyewe tofauti,
ya maisha ya kiroho hayaishi kwenye huu mwili, yanaishi ndani ya mwili wa Yesu Kristo. Ndio maana sisi tunafanyika kuwa maisha yetu ni Yesu anaishi ndani yetu. Kwa hiyo unakuta tunaweza sasa Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza sasa kureflect huu mwili. Huu mwili una reflect ile hali ya ndani ya maisha ya Yesu. Unaanza kutenda mambo mema kutokana na ule umwili wa Yesu Kristo. Kwa Yesu Kristo alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wa Mungu, utukufu kama mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Amejaa neema na kweli. Kwa hiyo tutamuona Mungu katika maisha ya mwili, kwa sababu tayari mwili wetu huu unaongozwa na Roho. Kwa hiyo mwili huu una reflect maisha ya ndani, maisha ya ndani. Ndio maana unakuta tunaweza kutembea. Bwana asifiwe sana. Baraka na mafanikio sasa ndio inakuja kutokana na ile hali ya ndani, na ile hali ya ndani. Kwa tunaona ukitaka kuishi maisha yaliyo na uzima na uhai, lazima yatoke, huwa yanajengwa kutokana ndani. Na vile vile hata maisha ya kifo sio nje, ni ndani. Ni ndani. Ni ndani. Ni ndani. Tutaendelea kujifunza na Mungu atatuonesha mambo makubwa zaidi. Wewe mwambie Mungu, nataka kukufahamu, nataka kukujua zaidi. Na ndio anachohitaji kwetu, tumjue sana. Nasema mjue sana Mungu katika ile Ayubu 22. Mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema atakapokujia. Kwa tuendelee tu kumwomba Mungu atuendelee kutufunulia na kutupa maarifa zaidi ya kimungu. Hii ni kazi ambayo tunayo katika maisha haya duniani, tumjue Mungu. Kwa nini? Kwa sababu tulimpoteza Mungu. Unajua mwanadamu alipotea kwa alifuata giza, alifuata mambo mengine, akaacha ule ufahamu wa Mungu, ufahamu wa Mungu. Hapo ndipo walipopotea. The way tunarudi katika nuru, nuru inaingia ndani yetu na kuwa na uzima kwa ule ufahamu tena wa Mungu, wa kufahamu njia za Mungu. Ndio maana neno la Mungu linasema uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tunahitaji kumjua Mungu kwa uzima, kwa maisha ya uzima. Tukamilishe hapo kwa sehemu hii ya kuwa huyu mwanadamu ili afanikiwe sasa anahitaji mafanikio yake ya rohoni kwanza. Ya rohoni kwanza. Ya rohoni kwanza. Ukisoma katika ile waraka wa 3 wa Yohana mstari ule wa kwanza na wa pili kwenye ile sura ya kwanza, mzee Gayo anapewa pongezi na anaombewa mambo mema. Anapewa pongezi lakini pia anaombewa mambo na mafanikio mema, ya kuwa mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yako yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Kama vile roho yako ifanikiwavyo. Kwa hiyo mtu halisi ni yule wa kiroho, ni yule wa kiroho. Sasa mafanikio ya mtu yanamhitaji Mungu, yanamhitaji Mungu. Ndio maana tukawa na nuru ya watu, nuru ya watu. Jambo la 3 au kipengele C, tunaposema nuru ya watu ni Yesu. Nuru ya watu ni Yesu. Kwa nini? Tunarudi, mwanadamu anahitaji nini? Kwa sababu tunasema pale nuru ya watu, sio tena ya vitu. Tunahitaji nuru ya watu, nuru ya watu ambaye sasa ni Yesu. Sasa katika maisha ya mwanadamu, include au jumlisha mambo yote ambayo mwanadamu anahitaji kwa maisha, kwa uhai ambayo anahitaji. Huo ndio utakuwa mwangaza katika maisha yake. Anahitaji elimu, anahitaji uzima, anahitaji maendeleo, afya njema, anahitaji kustawi, kufanikiwa na kila kitu vipo ndani ya Yesu. Vipo ndani ya Yesu. Kwa hiyo ndio maana Yesu amekuwa ni nuru yao, nuru ya hawa watu katika maisha yao, katika maisha yao. Bwana asifiwe. Na kwa sababu hiyo Yesu amekuwa ni nuru halisi. Biblia inamuita nuru halisi. Bwana asifiwe sana. Kwa nini? Kwa sababu ile ndio ukweli wa maisha yenye mwanga ya mwanadamu. Kuwa na Mungu ndani ya maisha yako ndio ukweli wa maisha
halisi ya kuwa na mwanga kwenye maisha yako pindi unapotembea kwenye giza, kwenye kila hali ya mahitaji. Ukiwa na Yesu umejazwa kila kitu. Ukiwa na Yesu ni njia, unaona, unatembea salama. Ukiwa na Yesu ni baraka. Hiyo ndio maana Yesu amekuwa ni nuru halisi. Nikwambie, kuna maisha ya nje yanahitaji nishati. Kuna njia zinahitaji mwanga wa jua, zinahitaji taa, kuna vyumba vinahitaji uwashe karabai au taa uwashe. Lakini mtu wa Mungu, maisha yako ndani ya roho yako yanahitaji nini? Hiyo ndio nuru halisi ndani ya maisha yako. Hivi vitu vingine ni mfano wa yeye ni nuru halisi. Biblia inasema kulikuwako nuru halisi amtiaye nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Mali zako haziwezi kukupa nuru. Akili yako ya darasani haiwezi kukupa nuru. Uwezo wako hauwezi kukupa nuru. Alikuwapo nuru halisi amtiaye kila mtu nuru akija ulimwenguni. Naye ni Yesu. Bwana asifiwe sana. Na tunaposoma ile Injili ya Yohana sura ya 8 mstari wa 12, Biblia inasema, basi Yesu akawaambia tena akasema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Mtu wa Mungu, neno la Mungu likawe nuru katika kutufahamisha mapenzi ya Mungu kwenye maisha yetu. Tujue vile ambavyo alikusudia mema katika maisha yetu. Leo hii watu wanatembea gizani, watu wana shida nyingi, watu wamefunikwa na giza la mauti. Hawana nuru, hawana uzima. Wanahitaji msaada wa Mungu, wanamhitaji Mungu, wanahitaji nuru. Na ile nuru na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Watu wanamhitaji Mungu aliye uzima. Mungu atusaidie sana katika kumjua na mapenzi yake yatimizwe juu ya maisha yetu. Yesu tu ndio nuru ya mwanadamu imwangaze katika maisha yake yote. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yake kufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Huyo ni nuru halisi anayezungumziwa. Yesu kwetu ndio nuru ya uzima. Yesu anaendelea kusisitiza kuwa yeye ndio nuru ya watu. Haleluya. Amen. Ukiwa na Yesu hutatembea gizani. Tumesema kwamba ikiwa elimu katika maisha yetu ya kimwili tunaona kuwa ni mwanga wa maisha, wengine wanaita ni ufunguo wa maisha. Sasa ukiwa na Yesu, yeye ni uzima. Ule uzima Biblia inasema ni nuru ya watu. Mambo yako yatasitawi, yatakuwa, yataendelea. Ile nuru ya Yesu itakufanya uangaze pia. Ndio maana neno la Mungu linasema nuru yenu na iangaze, watu wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu wa mbinguni. Utaangaza. Mtu wa Mungu, somo hili tunaendelea nalo. Nikukaribishe ikiwa ni bado mwanzo kabisa wa somo hili, lakini tumeshaanza safari, tumeshaanza mbio mpaka pale ambapo Roho Mtakatifu mwenyewe ataona sasa tumefikia katika mapenzi ya Mungu, katika kusudi la Mungu la sisi kumfahamu au kuelewa jinsi nuru ya watu jinsi ilivyo. Bwana asifiwe sana. Ninaomba tuendelee kumwomba Mungu, endelea kuombea huduma hii pia, kwa sababu
ikiwa Mungu anaitumia kwa ajili ya maisha yako, ni jambo la muhimu sana. Ni jambo la muhimu sana, nalo linapigwa vita hata na shetani. Kwa sababu gani? Inakusudia wokovu wa Bwana juu ya maisha yako. Na kama ni kazi ya Mungu itapingwa na ibilisi. Lazima atapinga. Kwa hiyo endelea kuiombea. Waombea watumishi, ombea huduma, ombea hali zote. Mungu akapate kutuonekania katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninakushukuru kwa neno lako la uzima kwa muda huu. Asante kwa ajili ya Roho yako Mtakatifu ambaye ametudumia kwa kipimo chako wewe mwenyewe Mungu. Kwa kuwa kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kwa kuwaongoza katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa na neno lako Bwana la uzima, ambaye leo tunasoma kuwa ni nuru ya watu. Bwana, katika jina la Yesu tunaomba ukatuangazie, ukazidi kuifanya njia yetu kuwa ndefu, tukaone nuru yako Bwana, tukafikie Bwana uzima ule ambao wewe umekusudia ndani yetu Bwana, katika mapenzi yako. Tunaendelea kuomba wale ambao wanasema ya kwamba sasa nimechoka haya maisha, nataka Mungu abadilishe maisha yangu. Ndio makusudi ya Mungu katika maisha yetu. Watu wawe huru, watu wakapate kuangazwa maisha yao katika jina la Yesu. Ewe ambao umeona ya kwamba ulikuwa ni kipofu, ulikuwa gizani, hukuwa na maisha, Bwana Mungu yuko hapa. Bwana Mungu wetu yupo mahali hapa, kwa kuwa neno lake ni roho, neno lake ni roho. Ni kuhakikishia Mungu yupo mahali hapo katika jina la Yesu. Unachotakiwa ni kumwambia Mungu, niguse. Kama Bartimayo kipofu akakaa njiani akasema, nitamwita Yesu, nitamwambia mwana wa Daudi unirehemu. Bila kuita, maombi ni wito, maombi ni kumwita Mungu, maombi ni kuzungumza na Mungu. Huwezi kuwa umesikia neno alafu hutaki kuzungumza na huyo Mungu, wakati neno linasema haya, njoni tusemezane, ijapokuwa dhambi zenu ni nyekundu kama bendera, zitakuwa safi. Njoni tusemezane, leteni hoja zenu, haja za maisha yenu, leteni haja zenu. Nini mnaona hakipo sawa? Nini mnaona? Niwafundishe sahihi, niwaelekeze, niseme na nyie katika jina la Yesu Kristo. Tukamwite Mungu katika maisha yetu, kwa jina la Yesu Kristo. Mungu aliye hai, omba mtu wa Mungu, mwambie Mungu, nilivyozunguka sasa inatosha, nilivyotembea gizani inatosha, nilivyohangaika inatosha. Kama jinsi ambavyo mwili huo niliutumia katika dhambi, katika mambo mabaya, leo Mungu unigeuze, unionyeshe njia, unionyeshe mwanga. Inatosha, unionyeshe mwanga, nikaendelea na safari yangu, nikakutumikia katika viungo hivi kwa nguvu ya kupata faida ndani yako katika jina la Yesu. Maisha yote ni hasara, nje na wewe ni hasara katika jina la Yesu Kristo. Mungu aliye hai, omba. Usipende hiyo hali ya dhambi, usipende. Huwa tu inadanganya kwamba ni raha. Hakuna raha isiyo na hasara isipokuwa ndani ya Yesu katika jina la Yesu Kristo. Hakuna raha isiyo na gharama. Raha yenye gharama iliyolipiwa na damu ya Yesu, hiyo ndio raha ya maana sana katika jina la Yesu. Kumuishia Mungu ndio raha. Biblia inasema na mfurahi, tena siku zote mfurahi katika Bwana. Hakuna matendo yenye furaha kama ndani ya Yesu Kristo. Nje na Bwana hakuna. Katika jina la Yesu mwambie Mungu, nipe furaha ya moyo, nipe amani yako sasa, nipe sasa furaha yako ndani yako katika jina la Yesu. Tunakataa kila kazi za ibilisi sasa ndani ya maisha yetu katika jina la Yesu Kristo. Kila pando lake adui tunaling'oa kwa jina la Yesu Kristo. Mungu aliye hai, Mungu, wala hatutatembea gizani tena, kwenye upofu wake, kwenye uharibifu wake katika jina la Yesu Kristo. Mungu aliye hai, Mungu, maana nuru imekwisha ingia na giza halijawahi kuiweza na giza halitaweza. Ndivyo neno lako linavyosema Bwana, nayo nuru na gizani wala giza halikuiweza. Tangu sasa wewe giza, wewe
pepo mchafu, wewe shetani, katika kazi zetu, katika maisha yetu, kwa jinsi tulivyoenenda kimwili, Mungu tunakataa sasa katika jina la Yesu Kristo. Tunaharibu hiyo kazi ya shetani, tunateketeza, tunatenga giza na maisha yetu katika jina la Yesu Kristo Mwokozi, Mungu aliye hai, katika jina la Yesu Kristo. Achia baraka za watu wa Mungu, achia baraka za watu wa Mungu, maana giza linaficha, giza linapoteza, giza linafanya watu wasione uzima katika jina la Yesu. Leo tunatenga nuru na giza katika jina la Yesu Kristo Mungu aliye hai, maana wokovu umefika, wokovu umefika, nuru imeingia. Tazama katika jina la Yesu Kristo Mungu aliye hai, leo mafanikio ya baba yule yakawe huru, leo amani ya mama yule ikawe dhahiri, ikathibitike mbele ya watu wote, kwa kuwa nuru imeangaza katika jina la Yesu. Mungu ukaangazie sasa furaha na amani katika nyumba ile, katika nyumba ile. Bwana, tazama wanachohitaji, Mungu ukawaonyeshe sasa njia, ukawaonyeshe njia. Wako watu wamepoteza matumaini, wako watu wamepoteza Bwana amani, wamepoteza Bwana faraja. Mungu hawaioni, wametembea kwenye giza kwa muda mrefu, hawaoni. Mungu nenda leo kawaonyeshe katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Na achilia nguvu za uweza wako juu ya maisha yao, pita kwa uweza wako Roho Mtakatifu. Bwana, pita kwa neema yako, pita kwa neema yako Mungu leo ya uzima katika jina la Yesu Kristo Mwokozi. Bwana, maana ulikuja ili tuwe na uzima kisha tuwe nao tele. Unasema naye neno akafanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wa Bwana, utukufu wako Mungu, tukaona nguvu zako Bwana, ukitenda katika maisha yetu mwenyewe, ukitembea katika maisha yetu mwenyewe. Yale tusiyoyaweza Bwana, sasa tunayaweza. Yale tuliyoyapoteza Bwana, sasa tunayapata katika jina la Yesu. Wewe umekuwa ni baraka tele, wewe umekuwa ni uzima tele, umekuwa ni mwangaza katika maisha yetu, kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi, Mungu aliye hai. Baba, tunajikabidhi mikononi mwako, ukatufiche sasa damuni mwako Bwana, tukaishi na kutembea kwenye uzima, maana unasema aliye naye wewe Bwana hata tembea gizani kamwe, katika jina la Yesu. Tukakuone sasa Bwana, tukaone tukiendelea katika wewe, tukaone tukisitawi katika wewe Bwana, kwa nguvu zako, kwa nguvu zako, kwa nguvu zako, katika jina la Yesu Kristo. Bwana, shetani na anguke chini, kama ambavyo nuru ya Yesu Kristo alipokuja duniani Bwana, akiwa na wanafunzi wako wakiomba, akasema tulimuona shetani, wakasema tulimuona shetani akianguka kama radi toka juu alikokuwa ameshikilia mafanikio ya watu wasiende juu, wabaki chini, yeye awe juu yao. Katika jina la Yesu tunafuta hiyo mamlaka ya giza katika falme ya giza. Neno la Mungu linasema vita yetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya pepo wachafu na wafalme wa anga hili wanaoshikilia baraka zetu zisifikie watu wako Mungu, walioweka uzio katika mbingu na nchi. Baraka zako Mungu toka juu mbinguni zisiwafikie, wakawe chini ya miguu ya shetani. Mungu, leo tunakataa hiyo mamlaka katika jina la Yesu Kristo. Tunafungua anga la uweza, tunafungua anga la uweza wako Mungu ulioumba kwa ajili ya watu wako katika jina la Yesu. Baraka zako kutoka mbinguni zikashukie watu wako, zikawafikie watu wako katika mahali walipo, katika nchi uliowapa Bwana, katika jina la Yesu. Baraka zako zikawafikie katika nchi uliowapa wakaishi, katika jina la Yesu. Bariki Bwana hata vile vitendea kazi vyao. Mungu ulisema utabariki kazi ya mikono yao Bwana, kusiwepo na uzio, kusiwepo na mipaka katika maisha yao juu ya baraka zako katika jina la Yesu Kristo. Maana ndivyo wewe ulivyoahidi Bwana, ya kuwa utatubariki baraka Bwana za kujaa hata kusukwasukwa, hazina mipaka. Tangu leo hiyo mipaka ya ibilisi ninaikataa kwa damu ya Yesu. Kuna watu wameridhika na mafanikio machache tu ya kuwadanganya ndani ya macho yao, lakini Mungu aliweka mambo makubwa ndani yao, kwa kuwa Mungu wetu ni wa ajabu. Mungu leo kawaonesha kuwa wao sio watu wa mipaka, wao sio watu wa kula mara moja kwa siku, wao sio watu Bwana wa kutembea hatua mbili Bwana, wao ni watu wa kutembea njia yao iwe ndefu, katika jina la Yesu Kristo Mungu aliye hai. Mungu, ninaachilia nguvu za uweza wako zikapate kufungua mafanikio
mafanikio ya watu wako katika nchi uliowapa, wakakutukuze Bwana, wakakutukuze Bwana katika jina la Yesu, wakakutukuze Bwana leo, wakakutukuze Bwana katika jina la Yesu Kristo Mungu aliye hai. Nguvu za uweza wako zikapate kuwafurika, nguvu za uweza wako zikapate kuwafurika Bwana katika jina la Yesu Kristo Mungu aliye hai. Wewe ulikuwa juu ya uwepo wa Yesu Kristo akapata kuponya Bwana. Tena unasema neno lako ya kuwa nguvu za uweza wako zikamfunika Mariamu Bwana katika jina la Yesu Kristo Mungu aliye hai Bwana. Mtoto akazaliwa mwanamume aliyekuwa ni maendeleo ya watu wote, leo kuwa ni nuru ya watu wote. Mungu, na nguvu za uwepo wako zikafunike watu wako wakapate Bwana kustawi, kukua katika jina la Yesu Kristo Mwokozi. Ninawakabidhi kwako Bwana watu hawa katika jina la Yesu, wakae ndani yako Bwana, maana unasema wewe ni mti, wewe ni mzabibu Bwana, tena mzabibu mwema, na wao Bwana ni matawi. Basi wakae ndani yako ili wasitawi katika jina la Yesu Kristo Mungu aliye hai Bwana, katika jina la Yesu Kristo Mungu aliye hai. Baba, tumeomba na kushukuru tukiamini. Amen. Katika jina la Yesu Kristo Mwokozi. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu kwa ajili ya maisha yangu. Asante Bwana kwa ajili ya huduma hii Bwana. Asante Mungu kwa ajili ya nafasi ulionipa katika ulimwengu Bwana. Najua si kwa hasara, ni faida ndani yako, ni faida. Sasa tukaanze kuvuna faida ndani yako katika jina la Yesu, maana maisha yote tulioishi nje na wewe ni ubatili. Vile shetani alikuwa anatudanganya ni ubatili. Mungu, ukafungulie sasa maisha yenye uzima, ukafungulie sasa maisha yenye uzima. Yale yote Mungu tunafuta, maana ni ubatili. Yale yote nje na wewe ni ubatili, tunafuta. Ndani ya giza tunafuta katika jina la Yesu Kristo Mwokozi. Tupe sasa Bwana mwangaza wako, tupe sasa Bwana faida kwako, maana wewe ndio tufundishe kupata faida. Wewe ndio Bwana, kwako kuna faida katika jina la Yesu. Kumtumikia Mungu kuna faida, kukuishia wewe ni faida, ni uzima wa milele Bwana. Unasema gharama yako Mungu, ambaye Mungu ni neema, ambaye Bwana ni zawadi juu ya kukuishia wewe ni uzima wa milele. Zawadi ya kukuamini wewe ni uzima wa milele. Zawadi ya kushikamana na wewe Mungu wa kweli, wa pekee, wa uzima, ni uzima huo wa milele katika jina la Yesu. Ulikuja tuwe na uzima Bwana, ulikuja tuwe na uzima Bwana. Limidiwe jina lako, in the name of Jesus Christ, katika jina la Yesu Kristo Mungu aliye hai. Asante Mwokozi, asante Bwana, asante mfalme wa amani, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi. Amen. Mungu akubariki sana.